Vipi? Kaka, yaani sio kwema hata kidogo. Yaani mdogo wangu mimi nimechoka kakaangu, nimechoka kwa kweli. Yaani nimechoka, yaani shote nimechoka ile kazi ya kufundisha. Yaani kila siku ninavyofundisha wale watoto hawaelewi hata kidogo. Nikisema leo labda niende na mbinu hii, labda wataelewa. Hawaelewi. Kakaangu mimi nimechoka bana. Yaani bora nitafutie kazi nyingine tu. Usimsomea wewe. Si una taaluma ya kufundisha? Ndio ngani nasomea. Sasa wanafunzi kila siku hawaelewi utafanya. Mimi naenda kufanya nini sasa kule? Okay, sawa. Mimi nimekuelewa. Nataka nikuhadithia hadithi ndogo tu. Labda kuna kitu utajifunza ndani yake. Kulikuwa kuna shule moja. Ilikuwa na mwalimu wa kike kama wewe. Lakini kwa bahati nzuri yule mwalimu alikuwa mjamzito. Na wakati wake wa kwenda kujifungua ulikuwa ushafika. Ilibidi aombe likizo kwa ajili ya kwenda kujifungua. Baada hapo shule ikaamua kutafuta mwalimu mwingine ili kuja kuziba nafasi ya yule mwalimu mpaka atakaporudi. Unaelewa? Basi yule mwalimu alipokuja pale ndo mwalimu mpya. Wakati anaingia pale darasani akawasalimia. Wanafunzi hamjambo? Wanafunzi wakasikia hatujambo. Mmoja akasimama, "Shikamoo mwalimu." Wakatia marahaba. Wakakaa chini wanafunzi, wakatulia, mwalimu akaanza kufundisha. Kafundisha, ukafika muda wa maswali. Akaanza kuuliza maswali. Ila akasema, "Natoa maswali matatu. Katika haya maswali matatu, nitachagua mimi mwenyewe mwanafunzi wa kuyajibu." Basi, swali la kwanza. Jana anatoa swali la kwanza, akamchagua yule mwanafunzi ambaye alisimama, akamwamkia. Akamchagua. "Simama wewe." Akasimama yule mwanafunzi. Akamuuliza swali, "Nijibu hili swali." Darasa zima watoto wakacheka. Mwalimu akashangaa, wanacheka nini? Kwa nini wanacheka? Hebu nyamazeni, akanyamazisha. Watoto wakanyamaza. Hebu nijibu swali langu. Watoto wakacheka tena. Kwa akasema hapa kutakuwa kuna namna. Kwa nini watoto wanacheka alafu yule kajinamia tu hivi? Yaani kama zoba. Hachi chochote kile cha kufanya. Mwalimu akasema hapa kuna shida. Akamwambia basi kaa. Yule mwanafunzi akakaa, akachagua wengine wakajibu maswali. Baada ya hapo mwalimu akamalizia kufundisha, akatoka. Kutoka akamuita mwanafunzi mmoja mwe darasani. "Samahani na kuomba." Yule mwanafunzi akaenda. Akakaa naye pembeni akaanza kumuuliza, "Hivi kwa nini nilipomuinua yule kumuuliza maswali, ninyi mlikuwa mnacheka?" Mwanafunzi akasema, "Mwalimu, yani hapo shuleni umekuwa kama mzoefu vile. Yani darasa zima umejua kabisa bogazi wetu ni nani hapa darasani. Yule uliomuinua ndo mtu wa mwisho hapa darasani. Yule mbumbumbu hamna kitu kabisa, hajui hiki wala kile. Kwa hiyo ulipomuinua kumuuliza maswali, wanafunzi wote wamecheka kwa sababu umejua nani mzembe mule darasani." Mwalimu akashangaa, "Yule ndo bogazi?" "Ndio bogazi, na hata mwalimu wetu wa darasa anajua kwamba huyu ndio bogazi, na yeye ndo alompa ile jina la bogazi. Kichwa boksi hamna kitu." Mwalimu wa darasa ndo kampa ile jina? Anambia ndio, yeye ndo kampa ile jina kwa sababu hajui kitu. Yule hata umuulize swali gani hawezi kukujibu kwa sababu hana kitu kichwani. Mwalimu akasema basi sawa, hamna shida, mimi nimekuelewa, rudi darasani. Kwa hiyo mwanafunzi akarudi darasani. Ulipofika muda wa mapumziko, yule mwalimu akawaita wanafunzi wawili, akawaambia, "Naombeni mkanitie mtu fulani aje ofisini." Wale wanafunzi wakatoka, wakaenda wakamchukua yule bwana, wakampeleka ofisini. Baada ya kumleta yule mwalimu akawaambia, "Nyinyi ondokeni, niacheni na wewe." Kweli yule mwanafunzi akakaa pale, akamwambia, "Unaitwa nani?" Yule mwanafunzi akamwambia, "Mimi naitwa mtu fulani." Sawa. Sasa katika wanafunzi wote mule darasani, mwanafunzi mwenye heshima na adabu ni wewe peke yako. Yule bwana akashangaa, ina maana mimi kumbe japo kwa sielewi na sina ufahamu lakini kumbe nina heshima kiasi hiki? Akawa anashangilia, anasema kweli na mimi najivunia kwa nini? Kuwa na heshima.
Lakini sasa akamwambia, mimi nataka nikupe zawadi. Zawadi ninayotaka kukupa siwezi kukupa tukiwa watu wawili, mimi na wewe. Wanafunzi wengine watajisikia vibaya. Sasa ili wasijisikie vibaya, nataka nikupe zawadi tukiwa darasani. Sasa basi zawadi yangu ipo hivi. Kuna masomo haya nimekuandalia. Nataka ukayahifadhi ili kesho ukija mtu wa kwanza nikiuliza maswali, mtu wa kwanza kujibu maswali uwe wewe. Yule bwana akampa mashairi. Sawa? Akampa mashairi haya, akamfundisha. Hili linasomwa hivi na hili linasomwa hivi na hili linasomwa hivi. Nenda kalale nayo uyafanyie kazi. Kesho ukija mimi nitauliza haya maswali, nikiuliza haya maswali ufanyeje? Unijibu. Kweli yule bwana kusikia zawadi. Akasema sio kweli, zawadi mimi siwezi kuikosa. Inabidi haya mimi niyafanyie kazi. Kweli? Kaachukua ile mashairi, kaenda, hakulala siku hiyo. Anayahifadhi ile mashairi, anahangaika kwenye kitanda halali, anahifadhi mashairi. Kweli ilipofika siku ya pili akarudi shuleni. Kurudi shuleni mwalimu akaingia darasani akaanza kufundisha. Akaanza kufundisha yale mashairi yale alifundisha. Kafundisha hajamalizia yale mashairi akafuta. Baada ya kufuta alafu akasema, kuna mwanafunzi yote umeelewa? Yule bwana ndo wa kwanza kuinua kidole. Hapa. Mwalimu akamuinua, walizaka akasema, umeelewa? Kile sababu. Kweli bwana. Akainuka akayasoma yale mashairi kama yanavyotakiwa. Mpaka wanafunzi wote wakashangaa. Huyu ndio anafanya kama hivi. Umekuta nini? Kapatwa na nini leo? Basi yule mwalimu akachukua zawadi yake, akampa, akasema, hii ndio zawadi yangu kwa wewe mwanafunzi wangu wa kwanza kunijibia maswali yangu. Akampa zawadi yake, akaambia wanafunzi wote mpigeni makofi. Wanafunzi wakapiga makofi. Akamaliza kufundisha, mwalimu akatoka. Katika kutoka, ilipofika muda wa mapumziko, akamwita tena yule mwanafunzi. Kumwita tena akamwambia, sasa kesho nina maswali yangu matatu nitakuja kuyauliza. Haya maswali yangu matatu nitakayoyauliza, nataka wewe ndio mtu wa kwanza kuyajibu. Sijui umenielewa? Ndiyo nimekuelewa. Sawa. Akamfundisha yale maswali kabisa kwamba hili linajibiwa hivi na hili, alafu akamwandikia. Baada kumwandikia akamwambia, nenda kayahifadhi, ukija kesho uje kuyajibu. Kweli yule bwana akaenda kayahifadhi maswali. Mwalimu sana ananipa zawadi. Umenielewa? Kwa vile ananipa zawadi, acha na mimi nimridhishe. Nenda kayahifadhi na maswali, kajitahidi kweli, kapambana mpaka yakakaa kichwani. Akaja siku ya pili darasani, mwalimu akafundisha. Ilipofika muda wa maswali, akauliza maswali, yule bwana ndo wa kwanza. Hivi kajibu maswali yote matatu. Wanafunzi wote wakaulizana, mbona vipi? Huyu imekuaje? Mbona kajibu maswali yote? Alafu mbona huyu anaonekana kama anajua huyu? Au alikuwa hamtaki yule mwalimu wetu wa kwanza? Ndio maana alikuwa anamfanyia vile. Mbona kama anaonekana genius huyu? Mbona kama anaonekana ana elimu? Na siku ya tatu hivyo mwalimu akampa maswali, yule bwana akarudi, kayajibu. Wanafunzi wenzake wote wakaanza kumfuata bwana. Wewe bwana, hivi tufundishe, wakaanza kumfuata. Tufundishe hivi na hivi, hivi na hivi. Wote darasa zima wakawa rafiki yao. Darasa zima wakawa rafiki yao. Baada ya hapo yule kijana akaendelea na elimu yake, Mungu akamjalia akafika chuo. Baada ya kufika chuo akafanya vizuri, akapata degree, kasoma akapata udaktari, akafanikiwa kuwa dokta. Baada ya kufanikiwa kuwa dokta, akaandika kitabu cha kuelimisha jamii. Baada ya kuandika kitabu cha kuelimisha jamii, kule nyuma kwenye shukrani sasa akaandika, namshukuru mwalimu wangu alionitoa kwenye ujinga na alionitoa kwenye lile janga nililokuwa nimelipata kupitia kwa watu wengine mpaka nikawa nadharaulika. Namshukuru sana, Mungu amjalie huko alipo. Nielewa. Nimejifunza kwa hiyo kitabu. Na mimi inabidi nifuate njia au nifuate njia hiyo? Hapana, njia zipo nyingi. Njia zipo nyingi za kufuata. Kwa hiyo wewe tu ukiamua kufuata njia hii au njia nyingine yoyote ile, hiyo ni wewe. Ila kikubwa una taaluma na umesomea kufundisha, itumie taaluma yako.
Sawa, na mimi nitabidi nifanye mbinu yoyote ili watoto waweze kuelewa. Maana nilikuwa nishakata tamaa kabisa nimefanya kazi hiyo. Wewe tumia mbinu za ualimu. Kama mwalimu unaangalia jinsi gani ya kuwafundisha watoto ili waweze kuelewa. Kangu, nashukuru kwa ushauri wako. Najivunia kuwa nafanya kama wewe. Okay. Basi, kwa mimi nikaandaa chakula. Sawa. Nataka nikuandalie. Unajua unapenda ubwabwa wewe. Au kupikia ubwabwa maharage. Wewe tu mimi nasubiri.